Na Mungu anapojaribu kudhibiti mtazamo wako unabadilika. You change the way you see things. Kwa pamoja. Wakati ambapo Mungu anapokujenga nini? You start seeing things differently. Kuna mtu ambaye mnaweza kuwa mnatembea na yeye na kuwe kuna changamoto fulani na yeye aone changamoto lakini wewe uone mlango wa opportunity. Kama mshamba hivyo. Nasikia kwamba 1901 kampuni ya Bata ambayo ilikuwa Uingereza ilituma watu hapa Afrika wakuje wauze viatu za Bata. Na walipokuja walituma zile executives. Walipofika hizi nchi za Afrika wakaandika telegram Ulaya wakasema kwamba hapa hawa watu hatuwezi uza viatu. Hawa watu hata hawavai viatu, hawajui viatu ni nini. Hapa hatuwezi uza chochote. Na wakasema ni impossible. Lakini baada ya miaka mitatu wakatuma wengine wakamwambia neni muangalie hiyo market ya Afrika viatu. Walipokuja waliangalia watu miguu yao. Wakaandika barua hata kabla hajaanza lolote wakasema kwamba hapa kuna soko kubwa ya viatu kwa sababu watu hawana nini? Hawana viatu. Kwanza waliona nini? Hakuna nini? Lakini wapili wakasema hapa soko hii unahitaji tu kuwafundisha. Just teach them kuvaa viatu. Siku hii leo naona hakuna mtu ana viatu. 1901 kuna mtu alikuwa anavaa nini? Lakini si mlifundishwa? Hauna tu viatu. Una ngapi? Wakakuja wakawafundisha viatu lazima sijui andamane na mshipi na so tena bei viatu venye utanunua viatu ikaongezeka tena. Waliona opportunity. You know ni Mungu anatufungua macho wakati mwingine na ndio tunasema kwamba unaona huu mlango wa huruma unapoingia tunawaambia Mungu atufungue macho hata wakati ambapo kanisani kunapoitishwa kitu wewe uone shida unaona baraka. Doors. Hii milango ni mingi. Mara nyingi kuna watu wanaona kitu tofauti. Na Mungu amebariki watu tofauti. Hatuna. Kuna kitu kinaitwa hatuna. Hapana. Sina. Na Mungu atishi Kenya hajafanya nini? Hajakupatia. Anakupatia kwanza, yofanya nini? Hata kupatia. Kenya ambacho hajakupatia hawezi kufikisha. So, tunapoingia kwenye mlango wa huruma, wakati mwingine ni kuona kile ambacho kinachoona. Lakini kile unachoona kinabebwa na nini? Si macho wewe unaona. Nini unaona? Hii roho inahitaji kukarabatiwa vizuri. Ili macho fanye nini? If you don't work on your heart and your soul, the eyes will never see anything. When you build capacity, you become an enemy of scarcity. Wakati ambapo unapojibidisha kwako ya kwamba hakuna inaondolewa tena. Kwa sababu ni roho, una consult roho yako, si mawazo yako pekee yake, una consult roho yako. Wapendwa, chochote ambacho kiko ndani ya Mungu kuna uwezekano. Mambo yote tunaweka mbele ya mikono ya Mungu. Mahali ambapo chochote ambacho kiko kwenye mikono ya Mungu kinawezekana. God will never send impossibilities to us. Kwa pamoja. God will never send impossibilities to us. There is always a way out. Mara nyingi Mungu huwa anakupatia kile ambacho ukimuuliza zaidi na uende ndani yake anaweza kukusaidia. Kuavoid capacity building incapacitates people. Inakufanya kama kiwete. Leo tumekuja hapa capacity building. For one reason or the other, either wacha tuimagine kwa kukosa pesa ama ni kwa kukosa kukataa kuja. You know what it does to you? Inakufanya kiwete.
If you don't build capacity, you have what? Incapacity. Uko pamoja? Ndio unakuwa ni kiwete. Hata yale mambo ambayo Mungu angetaka kuweka ndani yako, unasalia kuwa kiwete. Na unasalia katika nini? Uwete. Ukiwete, unataka kuingia katika mambo mengine. Na mara nyingine, wakati mwingine pia watu huwa wanaogopa kuwa empowered ili hilo neno lisuluhishe. Kwa sababu yote ambayo yuko hapa siku hii ya leo, yale maneno ambayo tunayasikia unajengwa ndani ya hilo neno. Lakini kuna mtu anaogopa, na hizo akasema kwamba kuna wengine ambao wanaogopa kuja kwa mwanga ili wasione mwanga wabadilike. So the many reasons people don't go to church, they don't go to confession, they don't go where the word of God is preached. Hata jumuiya zetu kuna watu kitu huwa naogopa, hawataki neno la Mungu. Mwanga uwe nini? Uwe mkubwa sana. Ndio niwaambia kwamba kienda supermarket, I preach that in siku moja. Supermarket na kwa bar ni mahali ambapo kuna mwanga mwingi. The light ni ya bar na supermarket ni gani tu? Supermarket ili uone kile unataka kufanya nini? Na kwa pub hata ukiona meza Nicodemus. Hizi anakaa Nicodemus. Kwa sababu inawekwa nini? Fikiria kwamba wanataka kusave stima. It is not by default, it is by design. It has been set like that. They don't want a lot of light. They don't want a lot of light. Wakati mwingine kanisa inapofanywa pub, tuko pamoja? Hauoni hata mwenye amekaa karibu na wewe, hauoni wema wa Mungu. Kanisa inafanywa kuwa kama pub. Hakuna mwanga. Ukiulizwa accountability hata ya pesa ya kikundi na nani, unafanya kwamba ni kama the fourth person of the Holy Trinity. Inakuwa ni fumbo la imani. Hakuna mwanga. Watu wataishi katika bila mwanga wa Kristo. Watu watakorana. Wataongana. Ufalme wa Mungu utafanya nini? Hautaonekana kwa kikundi, kwa jumuiya, hata kwa familia. Wakati mwingine, wakati ambapo uko na pesa na mama hajui tuko pamoja, anasema kama hapana, akijua anaanza kuleta budget zingine, unajua hii pesa ni ya hiyo, tuko pamoja. Kwa hivyo tunaona nani na kuleta budget zingine ndio muonyeshe pesa. So watu wanakaa pamoja, wanakubaliana hata hizo budget zote ni za familia. And then kuna venye men wameomba kuona kituma kwa familia kuomba sindano, uwezi omba mwanaume. Kuna kazi za mama na baba. So hizi budget analeta ni budget za kujenga mahali pengine ama ni kununua kiti. Si ni kwako bado? Na ni kununua kiti. Labda mtoto hana hii, mama anasema ni vizuri, najua ni vizuri iwepo, lakini bwana anasema hapana, nataka tujenge plot. Tutajenga plot na hata kiti kiko na miguu mitatu. So hizi zote mnasikilizana kwa pamoja. Unamsikiza mwingine. We put things at table. And then tunaona kwamba kuna priorities. Nitafanya mwanzo, nitafanya mwisho. Mambo yote yanakuwa wakati wote. Nimependa kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 2:24. Deuteronomy 2:24. Deuteronomy 2:24. Namalizia sasa. Deuteronomy 2:24. Wana wa Israeli waliambiwa kwamba watapewa nchi ya Canaan. And Canaan was massive. Ilikuwa kubwa sana. Very populated. Lakini wakaambiwa kwamba mimi ninawapatia hiyo ardhi mweze kumiliki. Lakini utakuwa na vita. You go and possess it. Na walipoambiwa kuna vita, Musa alikuwa anawaambia kwamba man is not defeated because of the big fight. Man is defeated because of the fight inside him. Kuna vita nje na vita ndani. It is not the size of the odds.
of the battle, lakini is the size of the fighter mwenye anapigana. Wewe unatoshanaje? Mkeni. Wala watu 12 ambao walitumwa waende wakaangalie nchi ya hadi na kana gani, walirudi na wakasema kwamba hatuwezi ingia katika hiyo nchi. Hawa watu wako kama giants. They had no faith capacity. They lacked faith capacity. Hawakuona, waliona wao kama nini? Grasshoppers. Hawakuona, imani yao iliwasambaratisha. Hawakuwa wanajua kwamba vita hivi ni vya Mungu, ni vya Mungu. Wakati ambapo watu wanapojihami na vita ambavyo ni vya Mungu, by the way, sisi kama unajua kwa Simon and Jude for the last 2 weeks wanalala na viatu, almost 3 weeks. Wanalala na viatu. Kwa sababu walimaliza kulipa shamba yao. Wanalala na viatu. Lakini ilipoanza, labda watu walikuwa wanaona ya kwamba haiwezekani. Wengine wakasema kwa hiyo hata ndio hii haiwezekani. Anakuja kukutana wakati mwingine sasa na wakili anataka pesa hii na siku hii, hapana, nyinyi endeni kwa bishop mkaombe, sisi hatuwe. No faith capacity. Wakati mwingine ni vizuri nyinyi viongozi wao mnajisikia maneno, huwa najaribu kuwapatia macho mengine. Mtu akiongea kitu unajua huu ni faith capacity, ni faith deficient ako naye. Kwa hivyo mnaweza kuweka mahali ambapo anapaswa kuweka. Kuna watu mnarate highly lakini hakuna nini? Faith capacity ndani yao. Kwa sababu unaweza ongea Kiingereza si kumaanisha kwamba una mawazo mazuri. Kwa sababu si wa Chinese wanaongea Kiingereza? Hapana. Ma Chinese hata wenye wanaoa wenye hapa hawaongei Kiingereza. Lakini wanajenga barabara tuko pamoja. Wana capacity yao ambao ni siki mwenye anaongea Kiingereza sana, mwenye yako na uwezo wa kufanya mambo. Watu wanahitaji kujua mtu mwenye imani. Mwenye imani. Wakasema kwamba we are like grasshoppers. Na wakumbusha habari ya Gideon. Gideon alikuwa anasema kwamba hata nyumba ya baba yangu ni kidogo, mimi ni mdogo, nyumba ya baba yangu ni kidogo, na hakuna kitu tunaweza fanya. Aliitwa nje na malaika, alipokuja kumempower, alimuita mighty man of valor. Alimuita mighty man of what? Yes. Wakati ambapo unajihisi wewe ni mdogo, hizi watu wa Simon and Jude wanasema ni mighty men and women of what? Kwa sababu wamefanya nini? Lakini wakianza labda walikuwa wanaona kama afanye nini? Hawezi. Watu wengi sana wamesafiri kutoka kwenye nchi zetu. People travel kwenda USA, kwenda Japan, kwenda Australia. Ile safari ambayo tunahitaji kwenda si ya huko nje. Yaani? Kuna mambo mengi sana ya kufanya. Utajiri wote na mambo yote ipatikane huko nje. Inapatikana wapi? Kwa roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo mengi sana Mungu ameweka ndani yetu. Kuna vitu nataka kutaja zinaitwa enhancers. Enhancers. Kama kuna kitu ambacho nataka kuimarishwa nacho, either ni mahali fulani, go for education. Soma jambo linalolingana na hilo jambo. Education is an enhancer. It builds your capacity. The Holy Spirit is an enhancer. Roho Mtakatifu anatuboresha, anatupatia capacity, anatupatia uwezo. Kuna watu wanaitwa skills experts. Watu ambao wana utaalamu fulani katika jambo fulani. The potential ambayo Mungu ameweka ndani yetu, all those are enhancers. Kuna mambo ambayo inatusukuma ndani yetu. Utakuwa na success. Kuna wakati mmoja watu waliendea Yesu. Wakamwambia kwamba sijui imesemekana watu wasikule nini. Yesu akamwambia kwamba kile kitu kinachofanya na kuweka mtu najisi ni kenye kinatoka si wapi? Ni mambo gani huwa inatoka ndani? Kukosa imani, kukosa kuamini. Hizo vitu zote zinatoka wapi? Those are the things that call people's minds. Si kile ambacho kinatoka.
So in short, tunaambiwa kwamba many people have been deformed because they can't see anything. They don't have anything. Watu ambao wako deformed, they don't have anything inside them. Wanakenya wana dhamani. Leo Arsenal inacheza, sijui inacheza next week. Kuna watu ambao watakuwa wamejaa hapa kuliko kanisa. Kwa pamoja. Ukiitisha mambo ya kanisa, watu wengine wakuje jioni wapo. Hapo ndio Kenya kiko ndani yao. Ni kutafuta haya mambo mengine. Wakati mwingine ni vizuri kuangalia kwamba kuna ile image ambayo uko nayo kujihusu wewe mwenyewe. The image of you have of yourself. That is why wakati mwingine ile image ambayo uko ndani yako, hata wakati mwingine tunapohubiri hapa, mtu anasema na father anasema nini? Mnakuwa mnachuja ile iwezekani. Hiyo nimejaribu. Nasemekana ya kwamba wakati mwingine hiyo mahubiri siri, nishajaribu. Kuna mtu labda ambaye amekuwa hapa anatafuta mchumba kwa muda wa miaka mingi hajapata, kila akija anatoka. Nasema kama hiyo haiwezekani. Mwenye niko naye wa 15 na bado haiwezekani. All things are not possible. Lakini ukashindwa kujiangalia, hata kama kuna changamoto ya wachumba wenye wanakuja na ABCD, we have what we call the container and the contents. What are the contents in your house? Si labda kuna kitu wanakuja wanafanya nini? Wanao? Even maybe nilikuwa nimeongea habari ya wanaume. Even maybe the ladies. You have maybe a number of them, 1 or 2 or 3 or 5. Kwa sababu gani wakati mwingine? What do they see you? Kwa mwingine huwezi Rebecca tu nje na makeup ya nje. Lazima uwe na makeup ya nini? Fadhila na capacity building. Hata Esther tunakumbuka kwamba alipotolewa na kuitwa na Mungu, alikuwa msichana akashinda beauty pageant. Alikuwa maridadi sana. Na kwa nyumba ya mfalme. Esther alikuwa kwa nyumba ya mfalme. Anakaa na makeup na hivi. Lakini makeup kuna wakati mmoja ambao inakuja haina dhamana. Wakati aliposikia kwamba Wayahudi wanasulubishwa na wanataka kuuawa, alizidi kuvaa makeup na kwenda na viatu hivi na kucha zenye zimefika kama wimbo. Hakwenda kutafuta kucha zingine. Alifanya namna gani? Aliita watu walie na wafunge. They knew what to do. So kila wakati kuna vitu viko ndani yetu. Somebody must grow. Hawezi kuwa sasa uliolewa na bado ulikuwa na miaka 35, mimi nataka chips. Hata mlipopatana naye mara ya kwanza ni chips alikuwa. Bado unaitisha chips. Unajua kwamba huyu hajakomaa. So kwani kuna mtu ameambia nunue chips bana? Nasikia ukienda mbinguni kuna mahali ambapo kuna waiting room. Atia kwamba mtu huwa anapatiwa dakika 5 ama 10 ajitayarishe. Na malaika wako kule juu. Sasa tukaingia mtu na alikuwa kwa mkono wake kuna vitu alikuwa amebeba. So akasemekana ya kwamba naenda Eunice bado unakunywa maji. Ama unaletea mtumishi. So alipopewa nafasi jibidishe, ilisikia kwamba alikuwa na kama nini itapendeza Mungu zaidi ndio niruhusiwe kuingia. Akakumbuka alikuwa na nguo nyingine alikuwa amebeba ya green na iko na kitu karefu. Akachukua kama haraka. Alikuwa na kitambaa CWA. Akavaa na zile leso. Kuna leso zinauzwa siku hizi. Ni za imani na nguvu ama kajifunga leso imani na nguvu. So sasa akatokezea. Nafikiria kama malaika watafurahishwa na sana nani? Ataniambia kwa shame on you, shame on you. Unless tuko na enhance ndani ya roho, hata kuwa ndani ya kwaya, sikuwekwa Ukristo
inakuwa ni nini? CW inakuwa ni nini? Ni container lakini haina nini? Content ndani. Na ni kupigana kila siku na kuuliza Mungu build capacity ndani yetu. Namalizia. When you don't build capacity, many times you refer to your incapacities. Hawa watu ambao hawajaingia ndani ya Bwana ndio mara nyingi huwa anasema haiwezekani. Haiwezekani. Nataka leo msikie. Musa alipotumwa na Mungu alisema namna gani? I am a what? Nini nilikuwa inaongea? Ulemavu wake na kutoweza. Ni mara ngapi mara nyingi unasikia si wewe unaongea? Ni nini? Ni kutoweza kwako. Kunafanya nini? Unaongea. The incapacity ambayo iko ndani yako ndio huwa inaongea mara nyingi. Kwa sababu ukisema kwamba hapana, kwa Mungu itawezekana. Na Mungu atafanya nini? Atajalia. Petro alikuwa ameteka samaki siku kucha. Akaambiwa kwamba samaki ziko wapi? Hapo nje. Weka nyavu zako wapi? Lakini yeye kwake alikuwa anafanya nini? Haiwezekani. Akaambiwa na Mungu hapana. Samaki ziko wapi? Weka nyavu zako baharini. Kwa nini huwa mnaongea kabla mnaangalia zile samaki ziko hapo ndani? Mara nyingi huwa tunaongea kabla kuangalia nini? Possibilities ambazo ziko ndani yetu. Akaulizwa. Akasema hapana, siwezi kuongea kwa Farao. Aliulizwa na Mungu, who made the mouth? Nani alitengeneza nini? Siangeambia Mungu ampeleke kwa lugha ya speech. Lugha nini? Unaongea lugha ya speech. Phonetics na mambo kama haya. Ugonjwa ambao Baba Mtakatifu alikuwa nao ni mweza elimu was not easy. Nitabidi and learn how to talk. It is so serious. Haikuwa rahisi. He has to learn how to talk. Sababu ina affect vipi? Lakini hata Baba Mtakatifu na lazima ahubiri na aongee. Nani alitupatia mdomo? Wakati mwingine shetani huwa anataka pia mdomo. Unaweza sasa hivi labda ni wakati mwingine ni vizuri kujua. Kuna hata mmoja wa maaskofu wetu alishikwa na stroke. And he lost his speech. Cannot. Nimesikia Bishop Naman Kingongo ameulizwa shikilie jimbo wapi ya Makueni. Bishop wa Makueni hawezi ongea. Alipigwa na stroke, hawezi fanya nini? Wewe unaweza kuongea. Unafanya mchezo na kuongea kitu ambacho kina nini? Bishop anatamani sana kuombea ahubiri. Kuna changamoto kubwa kuliko hiyo. Kwa ile kazi ambayo mnaweza kufanya kila siku. Kwa neno la Mungu, unless you write, you cannot preach. Unless now aanze kuandika vitabu kwa mahubiri yake, you cannot preach. Wakati mwingine you take for granted. Ni mpaka nini? Faculties ambazo Mungu amefanya nini? Kuna mtu mwingine ambaye pia Musa alikuwa anatumwa. Alikuwa anatumwa mahali ambapo alikuwa hatakikani. You know he was wanted. Si alikuwa ameua? He was a wanted man. Akaambiwa kwamba hapana, mahali ambapo huko wanted, sasa that is why you are wanted. Not as a wanted criminal, but as a wanted deliverer. Tuko pamoja? Hapo ndio nakutuma, you are wanted there. Lakini mara nyingi mahali ambapo huko wanted, watu watakaji kuenda. John alipotumwa nini? Alienda. Why you are wanted? Kuna mahali ambapo you are wanted. If only you can build capacity, uache kuwa mtu wa chini, smallness. Kuna mahali Mungu anakutaka. Tuko pamoja? Kila wakati mwingine tunapatikana mahali ambapo hatutakikani. Mahali ambapo Mungu anakutaka. Haujafika wapi? Hujafika hapo. Anakutaka ili kikundi kisimama kuongea. Build gracious, talk gracious words, the kind that build. Ndio tunaambiwa kwamba wacha itoke midomoni mwenu maneno ambayo ni gracious, ambayo inafanya nini? Inajenga. Be patient with the people. People struggle with so many things. Unapoona mtu anausikia jambo la mtu, be the last person kusikia hasa changamoto ya mtu. Nilikuwa na harusi Friday. No, Thursday since na wazo likanijia. Kambia what I reflected with the woman, nikasema sasa hivi unafanya mtu ambaye amekomaa. Unaona Esther, bali mtoto kasichana tu ka beauty pageant. Alipokuja tena
akakuwa mtu ambaye ataokoa taifa. Kwa pamoja. Alikomaa. Alikuwa mtu wa kulilia watu. Mpaka machozi kitoka kwa meka paogopi, na wengine wanakuja na kuanka chini. Ndio siaribu nini? Hata kija kwa Mungu. Hata kimeka vipande nini? Esa, hata simeka peke yake. Alikuwa anajiangusha wapi? Chini. Akililia kwa sababu gani? Alikuwa anajua habari ya kizazi kitaangamia. Wakati ambapo niulize mama, unasikia kwamba kuna mtu hata wameachana na bwanake, na hiyo ndio hadithi tutakunywa nayo chini. Sio unapaswa kulilia Mungu kwa ajili ya mpaka watoto wawe mama na generation na kizazi. Wewe unaona nani? Unaona uonge habari ya huyu? Mungu anakuangalia namna gani? Kuna machozi mpaka kwa watoto, kwa familia zenye iko na changamoto. Siuone watoto, siuone mama, siwalilie kwa Mungu. Lakini mara nyingi hako kama mama kameashwa. Amekaribiwa kanajifanya, kwa nafikiria mzee sijui ndiye. Mbona watu tunahitaji kurudi chini? We need to grow as a church, as a community. Mambo yenye uharibu vikundi, ni mambo ya nini? Na mwenye anaongea kenye inatoka kwa roho, kuonyesha kutokomaa and capacity building haijajengwa ndani yake. We need to build capacity. If we build capacity, nobody will ever talk about the other person. Ukiona mtu ako na changamoto yake, unampeleka kwa nani? Kuliko ufanya nini? Unaombe na mtakuwa marafiki. Have you ever waited for somebody? Unaona mtu ana-go through mambo changamoto. Unamwambia Mungu mwenye naona ana changamoto. Na mweka mikono mwa nani? Kwaya mara nyingi inaharibiwa na nini? Jumuiya zetu zinaharibiwa na nini? Na mwenye ako na udaku before ufike kwa mdomo, capacity ni kwa wapi? Na tuna maandiko mazuri sana. Kwa sababu tulikataa kusoma nini? Tumejaa mahali pa entertainment. We have never allowed the word of God to entertain us. It's what entertains you very much. It says you. Kwa sababu hili neno, it is not only the logos. Neno la Mungu ina neno lako. Tuko pamoja? Biblia ina neno la nani? Labda hata kile yote nimehubiri siku hii ya leo si yako. Usiogope. Kuna mtu anahubiri. Tuko pamoja? Wewe ngojea kuingia kwa basi, haina shida. Wewe ukijionea nduduri, ununue viazi. Haina shida. Lakini kuna ile neno la Mungu la mtu la siku hiyo. Tuko pamoja? And the Spirit of God blows where it will please. It is never lost. So, naomba leo Musa alikuwa anaongea, ni shida zake zilikuwa zinaongea. Yeremia alipoitwa na Mungu akasema kwamba mimi ni mtoto. Mimi ni mtoto, siwezi kuongea. Na akaambiwa kwamba hapana, tazama nimekuweka, wewe utavunja mataifa makubwa. Wewe mtoto utavunja nini? Mataifa makubwa na kunijengea taifa ambalo ninakuomba. So Mungu akatuma malaika akaguza nini? Akaguza ulimi wake. And mara nyingi anapoenda kwa njia hiyo alienda na akaongea. Jumapili ikute Samuel, 2 Samuel chapter 9. Wakati ambapo mtoto mjukuu wa Sauli alikuwa anaitwa Mephibosheth. Huyu alipoitwa na Daudi na akawekwa kwenye meza baada ya baba yake Jonathan na Saul kuwa vitani, alipokuja na kukaa kwa meza, aliuliza Daudi, "Hai, unawezaje kuita a dead man, a dead dog like me akuje kwenye karamu yako?" Ni nini ilikuwa inaongea? Apart from grasshopper mentality, kuna dog mentality. Kuna dog mentality. I don't know whether you know there's a dog mentality. Na dog mentality ndio ilikuwa na nani? Na Mephibosheth. Kwa sababu alikuwa anasema, mbwa kama mimi anawezaje kuja kukaa kwenye meza nani? What was speaking in him, shame. Kuna vitu nyingi hizo zinaongea ndani ya mtu ambazo hazipaswi kupatiwa nafasi ya kuweza kuongea. Ni kwa sababu hakuwa amejengwa capacity. David in the wilderness alipokuja anavaa nguo sababu akamwambia wewe acha mchezo. Huyu Goliath wewe utakuwa victim. Akikupiga akisema tu utaanguka. Kamwambia hapana. Wacha niwaonyeshe siri yangu. Nilipokuwa kule nikichunga kondoo, kuna siku moja Bea alikuja. Alipokuja Bea
Niliweza kumalizana naye. Alayo Noso Kim. Najua kwamba mjui Bea ni nani. Edgar. Ulikuja na kengele ya shule. Nipatie namba ya mwalimu mkuu. Siku kushtaki ni kuambia tu asitafute tena. Nasikia kwamba the bear ile ya zamani ikikupiga kofi hivi ni kama umeangushiwa bags 14 za cement. Bear hiyo ndio Daudi alikuwa amesema. Alifanya nini? Alirarua. Unajua wakati mwingine ndio unaelewa. Unaweza soma kitu kwa Biblia. Unajua kuna dinosaurs zilikuwa zamani. Unaona venye kuna natashana. Na nyoka anaitwa anaconda. Unaona? Na bear. Bear akikupiga kofi ni kama mifuko ngapi? 14 ya cement. Sasa unaona Daudi kana kuja kujichocha. Andika kijana ya kuchunga. Anamwambia this is my CV. Unaniambia nisingie kupigana naye? Alipoambia sawa namna hiyo akamwambia vaa nguo zangu hapana. Akasema nitaenda kwenye imeenda. What is your CV? Hata before mchague mtu, what is the CV of that person? Amemaliza pombe yote akiondoka. Amekunywa ndio watoto wake wasipate. Nasikia walisema watakunywa yote. Ndio watoto wakizaliwa wasifanye nini? Wasipate wao wamaliza. What is the CV? What has he ever done for God? Tuko pamoja. Does he even give zaka? Hiyo hamwezi kujua. Does he look like? Wakati ambapo kuna matoleo na shilingi 2 huwa na tuko pamoja. Ana mapenzi mema, tuko pamoja. Hata si kutoa, ana mapenzi mema. Does he encourage other people to be givers and even to reconcile? Kukiwa na changamoto, ana hekima gani ya kutatua mambo? Tuko pamoja. Yes, anawajenga namna gani? Hivyo tunapaswa kujiuliza kama Wakristo, kama kanisa na hata kama familia. Ni vizuri Saul akamwambia kwamba kama ndivyo enda basi. Life will always give you a chance. Tuko pamoja? Life will always give you a chance. David was given a chance by Saul. Life will always give you a chance. Go and try. If that is your CV, then try this. Ndio leo Mungu anazidi kumwaga mafuta yake kwa watu wengine wapya. Kwetu sisi kama Wakristo, anazidi kutumwagia mafuta wapya kila siku. Na wakati nilikuwa nikwambia kwamba muwe na mpako mpya kila siku. The anointing, remember about the dry head. A dry head, sijui kama mlielewa what I meant. A dry head, lazima iwe na mafuta. Lazima imwagiwe nini mafuta? Kwa sababu imekauka. A dry head, hata kama kichwa chako kimekauka, uruhusu kipate kinyunyizwe mpaka nini? Wa Mungu. The other day talked about saturating anointing. Saturating anointing ile ambayo unapakwa mafuta hapa inateremka. Nasikia kwamba ndio Musa alimwagiwa, ikateremka kwa kichwa, kwa ndevu. Hivyo watu wa zamani walikuwa na ndevu kama hizi, naona wazee siku hizi nao wananyoa yote na ndevu. Zinakuja kwa ndevu, ikakuja mpaka kwa miguu. Miguu itakapeleka habari nje. Kichwa ambacho kitaongoza. Unapomwagiwa mafuta inaguza sehemu zote. Inaguza mikono. Roho wa Bwana yuko juu yangu kwa maana ameniteua nikahubiria maskini habari njema. Saturating anointing. Build character. Build capacity in your character. Wakati mwingine ukikuja katika ushirika wa Mungu, jaribu kuona ushirika wa Mungu unataka character gani. Tuko pamoja? Usikuje na character ya kule kwa bao ilete kwa kwa. Tuko pamoja? Kama character ya iko naitwa village caribous. Tafadhali usiingize kwa kanisa kwa enda utolewe hiyo. Tuko pamoja? Be groomed. Vaa zile nguo ambazo zinahitajika wapi? Hapa. Kuna mtu alipatikana kama hajavaa nini nguo za kwaya akatupa wapi? Nje. Sita. So kuna mtu alipatikana hajavaa nguo. Akaambiwa fanye nini? Kwa sababu unapoingia kwenye ufalme wa Mungu, clothes are provided. Kwa sababu capacity is built. Why don't you have that waiting room? Umeingiaje hapa? Hujabatizwa? Kwa nini umeingia hapa? Hujabuildiwa capacity? Why are you here? Build character, build capacity, integrity.
Build communication skills. Wakati mwingine ambapo hata kanisani kuna communication skills. Kwa pamoja. Watu wajua tuko pamoja. Watu kuna venye wanaheshimiana. Hata watu Mtakatifu Paulo alipokuwa anaandikia watu alikuwa anawaambia dearly beloved. Dearly beloved. Hebu angalia venye alikuwa na address baba zake alipokuwa anaanza mahubiri. Dearly beloved. Wapendwa wa nani? Busianeni kwa busu ya amani. Unajua venye mambo inaonekana kwa kanisani? Wanabusiana kwa busu ya amani? They have with the peace. Si kuja na bana. Unaita kwa nini? Wenye ameenda gym, mwenye ako na gym zaidi, hapana. Kanisani ina protocol yake. Kuna nguo zake, kuna utaratibu. Kuweni na huo utaratibu na Mungu atakuwa pamoja nasi. Joel sura 3 mstari wa 10. Let the weak say I am strong, and let the weak say I am strong. Wale watu ambao hawana hata nguvu waseme ya kwamba tuko na nguvu ndani ya nani? Bwana. Namalizia kwamba wakati mwingine unapo build capacity inakuondolea vitu ambavyo tunaita self-inflicted limitations. Kuna limitations ama mambo mtu anajiwekea. Wakati capacity Mungu anapo build ndani yako, anaondoa hizo vitu ambazo umejiwekea. Kuna vitu zinaitwa entitlement. Si baba yangu ana pesa, kuna aunti yangu, kuna shosho yangu aliacha urithi. Kwa hivyo hutafanya kazi kwa sababu shosho aliacha nini? Aliacha urithi. Those are self-inflicted limitations. Uko pamoja? Entitlement. My brother, my sister, my what, hizo zote they don't count in the kingdom of God. Na ndio usijue mara nyingi hii tutachagua huyu anajuana na wanasiasa wengi sana. Kuna wakati kanisani tunafanya hivi. Sasa hizi pesa zinaletwa na wanasiasa. Hapana. Wakileta wacha tunaje wameleta. Wacha tutumaje wameleta. Na maanisha si Mkristo wa parokia hiyo zenye zinaletwa na helki yako. Litakubaliwa kweli? Hapana. Lakini kama ni Mkristo wetu na atoe zaka yake inakubali? But wanasiasa wenye wanakuja wakutujengee ili tuwapatie nini? Ili tuwapatie nini? Kura na ABCD na sasa hizi mzee alipatiwa 20 million. Kuna mtu hapa na shida kuliko huyo? Entitlement. Hizo zote tutafanya hivyo kwa sababu hiyo, na tutafanya hivyo kwa ajili ya Bwana. Usiangalie mtu tu kwa sababu wako na pesa. Tumainini Mungu. Tumainini Mungu. Kwa nasikia tu stories. Sijui hata wakati Simon and Jude mliletewa pesa na huyu anazimwaga sasa hivi. Pia bado hizo pesa zilipokuja zikuleta amani sana. Nasikia tu hadithi kwa mbali. Kati hizo pesa ziletwa na kwa milioni 5 ama 4 hapo. Zileta bado mambo. Zitakuja kutoa amani. Nyingine zitakuja kutoa amani. So, usiseme ya kwamba unamtumainia mwanadamu. Tumainini nani? Those are self-inflicted personalities. Wakati ambapo watu walikuwa wanafuata Yesu kwa sababu ya chakula, Yesu aliwaangalia akamwambia, hata nyinyi wanafunzi mmekuja kwa sababu ya chakula? Wakasema hapana. Hata nyinyi mtakuwa watu wakaondoka. Kwambia chakula imefanya nini? Kauliza wanafunzi, hata nyinyi mnataka kuondoka? Wakasema hapana, wewe unayo maneno ya uzima milele, ya build capacity. Ya kwamba wao wanajua sisi hatukuji kwa chakula kwa sababu wewe una maneno ya nini? Ya uzima. Na ndio tuko hapa siku ya leo kwa sababu Yesu ana maneno ya uzima wa milele. Tunakuja hapa kanisani to build capacity. We come to church to build capacity. Wakati mwingine kuna spirit of entitlement. Sisi ni wanakuwa tumeimba. Kanisa inapaswa kutufanyia. Tuko pamoja? Entitlement. Unauliza wakati mwingine, what have you ever done for the church? Yes. And then kuna rais wa Amerika alisema kwamba don't think of what America can do for you. Think of what you can do for what? America. Many times kuna spirit of entitlement. Kila wakati ukiongea nienda, but tunasahau kanisa ni nani? Whatever litu iko kwa parokia ni ya nani? Miradi yetu iko kwa parokia itafanywa na nani? Na hiyo pesa
lakini kuna priorities. Tuko pamoja? Lakini si kile kidogo ambacho kimetolewa. Wacha tufuate na everybody ambaye ako na macho anaona mahali ambapo kanisa zetu zote ziko. Kanisa la Ndege lisipowekwa rent in the next few weeks inaweza anza kubomoka. Tuko pamoja? They need some money. Sensitive hata nilikuwa nimesahau kuambia kama wako hapa wajiangalie usianguke. Sisemi nyumbani, nasema kanisani. Nyumbani najua mko. Lakini kanisani, na venye unajua tu anatembea kanisani na nyumbani tofauti. Ndio naambia. Nikisema hivyo najiangalia vibaya. So sema na Judy bado tuna nyumba ya padri, kuna mambo mengi ambayo yamesalia. Tuko pamoja. Hawana viti hata kanisani. Siku moja kulimwagwa ni mishumaa. Hizo viti zikikuja mtu anakuja anakalia na anapelekwa kilomita 2. Anajua. Watu hizo viti si za heshima kukaa kanisani. Ndio hata mtu anajiuliza kama anaweza jitolea niwe kiti kimoja na ndugu wawili watatu. You do something. Kuna Biblia ya kanisa. Ukiandika hapo chair sitakuwa respected. Ndio inatengenezwa. So si lazima wakati tutaambiwa. Tuko pamoja. Anajisukuma anasema what can I do for God? Si entitlement deliver mbili jana jioni azija anafanya ABCD. Jambo la mwisho. Hii ambayo imewaleta hapa, you go to the next level. Tuko pamoja. You go to the next level. Ya kwamba kama karibu na biashara yako mara nyingi unaangalia, utakaa chini mahali ambapo unakaa kila siku, unajiuliza wateja wangu wako wapi? Unaweza fikiri wapelekee mpaka ofisi, wateja wangu wako wapi? Labda wana simu, naweza waangushia kwa simu, wateja wangu wako wapi? I can use the internet. Tuko pamoja. Every time watu wanaenda to the next level. Ukiona kwamba hutabaki useme kwamba hapana, hivi kama sitafunga hapa, nitajaribu kujiuliza wateja wangu wanapatikana wapi na nitawafikia namna gani. Hivyo ndivyo wakati mwingine Mungu anavyotuonyesha. Anatuambia kwamba sasa Mungu unaweza mpata kwa njia zote. Sasa hizi Biblia zamani ilikuwa moja kwa kijiji mzima, ni kweli. Sasa hizi uko na Biblia kwa simu. When did you last read it? Mambo imebadilika. Yote iko kwa simu. Maombi iko kwa simu. Mambo mengi sana iko kwa simu. Go to the next level. Go to the next level. Na imagine ya kwamba wale wote ambao walikuja hapa asubuhi, sijui ulikuwa unatoshanaje. Mimi sina shida na venye ulikuja, nina shida na venye utatoka. Tuko pamoja. Because the revelation in Mungu is progressive. Tuko pamoja. Hata Jumapili ni kesho. Utasoma habari yule kijana alikuwa haoni. Alipofunguliwa macho akaanza naona miti. Tuko tabo hivi kwani? Naona watu wanatembea wanakaa kama nini? Healing is progressive. Inaenda tu pole na Mungu anakuja kutubariki. Na nikimalizia, wacha Mwenyezi Mungu abariki gifts ambazo tuko nazo. Gifts na neema ambazo ametujalia. Tuzitumie zote kwa ajili ya ufalme wa nani? What has heaven loaded in you? Ndio nataka kumalizia nikuuliza. What has heaven loaded in you? Mbinguni imeweka nini ndani yako? What has heaven loaded in you? Hata talanta ambayo umepatiwa ya uimbaji imelodiwa kwako na mbingu? How are you using that? Ambao mbinguni imekupatia. Ni mbinguni imekupatia. How are you using it? Unaitumia kwa ajili ya wema wa Mungu ama kwa ajili ya kujijenga wewe mwenyewe? Kuna vitu ambavyo vinaitwa supernatural abilities ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Kile ambacho Mwenyezi Mungu aliweka ndani yako ni cha muhimu sana. Kile ambacho Mungu alikilinde. Disregard what God has put in you. Naambiwa kwamba there are billions of stars. Nyota za kule juu mbinguni ni nyingi sana. Lakini hakuna nyota nyingine ambayo inazuia hii nyingine ising'are. You know that? Tuko pamoja? Nyota ni nyingi sana, lakini haizuii nyingine ising'are. Hapa kwa uimbaji wako hakuna
hakuna mtu mwingine kwa sababu ameitwa ambaye atakuzuia usikane. Tuko pamoja? Every child of God is a star. Every child of God is a star. Na nasikia kwamba mpaka zile nyota za kule juu hakuna yenye inafanana na nyingine. Zinakaa kama zebras. Hata zebras hazifanani na zingine. Niwaambie kwa sababu so and so alinunua gari na amenunua gari double cab. Unafikiri gari double cab zilisha kwa show? Alinunua gari yako? Si hata unaweza kununua. Unamuonea wewe kwa nini? Kwa sababu alinunua gari. Yako bado iko. Unaweza kufanya nini? Hizi jira za Mungu bado ziko. Kama mama ametengeneza nywele hivyo, si hata yeye anaweza enda pata ya Brazil. Ikuwe mzuri zaidi. Shida yako ni nini? Kwa pamoja. Siwe utafuta Brazil ama ya Mexico. Utafute nywele yako. Kwa sababu yule mwingine anajua hakumaliza mali ambapo ziliniwa. They are called myopic views that are limiting capacity. Tuko pamoja? Myopic views. Mtu haoni zaidi ya mbali, ameruhusu aweze kuwa na mbele zaidi. Mungu atubariki. Naomba leo kama kuna mahali jirani supermarket ukuja mara ya kwanza na kulijafurahisha sana. Kuna aquarium mahali ambapo tulikuwa tunaona tu samaki tumeweka ndani. Nikuja na kwa siku hiyo. Kwa jirani supermarket unaona tu samaki kidogo tumefanya nini? Tumeweka kwa aquarium. Tumeweka. Unaona tukio gani? Kametoka. Kamerudi. Nataka nimwambia kwamba kama sisi tulikuwa kwa aquarium, huyo samaki akitolewa hapo aingizwe baharini pia taogelea. Kwa pamoja. Tokeni kwa hiyo aquarium. Kwa pamoja. Muende baharini kafanya nini? Na mtembee. Dunia ni pana. Because you are Mungu ametubariki. Parokia inazidi kupanuka. Najua St. Stephen siku moja watakuwa nakuja na misa 2. Ndege hata wala labda watakuja kuwa na misa 2. Simon and Jude tayari wako na misa 2. Wakati mwingine ukiwa na wanakwaya wengine wakuja misa ya kwanza na wengine ya kwanza, si adui wenu. Kwa pamoja. Ni nini? Ni watu nyota ambazo zimeitwa na Mungu ziweze kufanya nini? Hakuna kitu ambao tunamaliziana nyasi. Kwa pamoja. Hizi zote ni vipaji vya nani? Vya Mungu. Open them. Thinking na mawazo ambao ni ya kujulisha watu kwa aquarium, jiondoeni. I want to empower you so that even when you go to your meetings, you speak with authority. Kwa pamoja. Quote me and quote God. Venye anatuambia kwamba tokeni kwa aquarium. Ruhusini watu wengine wafanye nini? Waingie. Ruhusini watoto wa PMC wakiweza hata kama I don't know whether you have ever seen venye Vatican St. Peter's Basilica inaimbiwa. Just Google. You just need to Google St. Peter's Basilica. Inaitwa Choral Manual, the Great Choir ambayo inaimba huko. Inapangwa watoto, tutoto twa PMC, twa MYM, twa youth, na shushu mwenye amebakiza jino moja hapa karibu ya mke hata yakawafanya nini? Kwa sababu kwa Mungu watu invite the PMC. Tuko pamoja. If they can sing, let them what? This is a church. Utakaa kanisa miaka yako yote. Kama ni watoto wa youth, acha wakae huko. Kwa sababu wasipoimba kanisani wataimba wapi? MYM wasipoimba kanisani wataimba wapi? Look for way of looking them, wajiunge na nani? Wajiunge na sisi. Na talanta mwenye yule mwingine amepewa yake na anaitumia kwa ajili ya kazi ya nani? So mwingine akikuwa ana talanta ya kuimbisha si adui. Wakati Musa alipoona kwamba kuna watu wanatabiri, kuna watu walienda kwa wanaitwa Medad. Medad ndo alikimbia kwa Musa akamwambia bana, kuna watu ambao wanatabiri kwa hema. Musa alimwambia kwamba wewe, I wish everybody was a prophet. And you do what? You prophesy. How much I wish everybody was a choir. Tuko pamoja? Na naweza zikata kama sana na wale wengine. How much I wish everybody akona vipaji vya kuunganisha watu. Tunaweza kuunganisha watu tuweze kuwapata. Mungu atubariki. Capacity building inaondoa limiting what and myopic views of issues. Mungu atubariki na tembee pamoja nasi. Nasikia kwamba tuna barabara kubwa sana, watu wapendi barabara ndogo. Lakini wakati mwingine our vision idea zetu very na tuna nyumba kubwa sana lakini watoto mmoja ama wawili. Wameingia sana. Tuna kompyuta sana nyingi sana za ku store information
lakini roho zetu hazina information na Mungu zinaweza kumtii. Tuko pamoja? Tunaenda mpaka kwa Mungu. Sikuwa watu walikuwa wameenda mpaka kwa mwezi, lakini huwezi kuvuka barabara uende kwa jirani yako muulize amelala namna gani. Lakini watu wameenda mpaka kwa mwezi. Unaona zile contradictions ziko katika maisha. Mungu anahitaji aturudishe pamoja. Asanteni sana. Sijamaliza hata dakika 15. Nikiendelea ni maji tu imeisha. Nikakosa mtu wa kunisaidia na maji. So Mungu atubariki. Nafikiri ya kwamba sasa tuna Father Resident Priest wa hapa ni kama hayuko leo. So tutaomba tuanze tu ibada ya misa. Okay. Tukianza ibada ya misa, I believe